Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena Mwokozi. Amen. Ni siku njema ambayo Mungu ametukirimia tuweze kuwa hapa kwa ajili ya kipindi cha ufafanuzi wa maandiko. Na kabla tuingie katika kipindi hicho, naomba tukaweze kupata ombi kutoka kwa mwalimu Mamboleo. Tuamini na tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu uliye mbinguni, tunalitukuza na kulinua jina lako kwa vile unastahili. Asante kwa kuwa umeona ni vyema tuweze kuangalia neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu awe kiongozi na mwalimu hadi tamati, ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Asante. Basi kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji wetu wa siku ya leo, ni vizuri na ni vyema wakaweze kutambua ni akina nani wanaongoza kipindi cha leo. Kwa hivyo nitapeana fursa hii kwa walimu waweze kujitambulisha, tukianza na mwalimu aliye mkono wangu wa kuume kule mwisho kabisa. Tuambie majina yako kamili ndipo tuingie kwa kipindi. Na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Hatujambo. Kwa majina ni David Mamboleo na wakaribisha katika kipindi hichi. Asante. Mwalimu aliye karibu nami wacha ajitambulishe majina yake ndipo tuendelee. Na wasalimu. Hamjambo? Hatujambo. Kwa majina ni Dennis Shem na wakaribisheni nyote. Asante. Nami naye nena nanyi kwa majina ni Eva Wambua. Karibuni kwa kipindi. Amen. Na kipindi hiki msikilizaji wangu unakipata kila siku ya Jumatano katika Mwanga wa Maandiko TV. Ninakualika ukaweze kusubscribe, ukaweze kushare, ukaweze kuwapelekea majirani zako, marafiki zako katika mitandao ili wakaweze kusikia sauti ya Mungu ikinena nao na kuwatayarisha kwa ajili ya hukumu inayoujia ulimwengu. Bwana Yesu aweze kupewa sifa. Amen. Tunapoingia katika somo la leo, ni somo tamu, somo zuri, na somo hili linazungumzia katika Zaburi sehemu ya pili. Zaburi sehemu ya pili, kuna fungu pale tumeweza kupewa ambalo ni la kukariri, na fungu hili linatoka katika kitabu cha Zaburi 67. Akinukuu ni fungu la 3 na fungu lile la 4 ambalo linasema, watu na wakushukuru Mungu, watu wote na wakushukuru, mataifa na washangilie, naam waimbe kwa furaha, maana kwa haki utawahukumu watu na kuwaongoza mataifa walioko duniani. Hapa hili fungu linatuambia tushangilie, tushukuru, sababu Mungu katika hukumu zake huwa ni hukumu za haki. Na anapotuambia katika kile kitabu cha Ufunuo 1 fungu lile la 3 ni kwamba katika mtiririko wa maandiko wa Zaburi yale ambayo anazungumzia ni kwamba kuna hukumu, na hukumu inakuja na inakujia kila mtu na ni ulimwengu mzima. Uamuzi utaufanya wewe leo kama utahukumiwa ukiwa upande gani, lakini hukumu ya Mungu ni ya haki. Hata hukumu ulimwengu kwa upendeleo, hata hukumu ulimwengu kwa sababu amepewa hongo. Hapana, Mungu ni mwenye haki na hukumu yake itakuwa ya haki na inakuja hivi karibuni. Na tunapoangalia tukiendelea katika msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso, tunaipata hii katika Zaburi ya 46. Msaada tele. Unajua maji yakiwa tele, uchunguli yamejaa. Yamejaa tele. Na ndipo tunaambiwa Mungu atakuwa msaada tele wakati wa mateso. Mpendwa unayenisikiliza wakati huu, ni kwamba hukumu ambayo Mungu anaileta na hukumu hii inayokuja inamjia kila mmoja. Lakini tunapoishi maisha katika ulimwengu huu, yako matatizo, ziko shida. Tunapokumbwa na shida, tunakimbilia wapi? Tunaambiwa Mungu ni msaada ulio tele wakati wa shida. Hasa unapoangalia Zaburi ya 46 fungu lile la 10 anasema, acheni na muone nitatukuzwa. Be still and know that I'm God. Anasema yeye ni Mungu. Kwa hivyo hata itingike milima usiogope. Hata upitishwe katika majaribu ya aina gani usiogope, maana Mungu yeye yuko ameshikililia na anaongoza kila jambo. Na kwa sababu hiyo jua ya kuwa Mungu
anatuliza uovu na anabaki kuwa mwenye haki na vitu vyote atavitiisha. Amen. Lakini yuko tele, wakati una matatizo mkimbilie na umtumaini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika sehemu inayofuata inasema tunaamini katikati, tumaini katikati ya machafuko, tumaini katikati ya machafuko. Mwalimu Mamboleo, tumaini hili liko wapi? Asante sana Mwalimu Eva. Tunaona tumaini katikati ya machafuko. Katika hicho kitabu cha Zaburi, Mfalme Daudi anasema ya kwamba vile umemalizia, umesema ya kwamba yeye ndio msaada wetu. Msaada tena unaonekana tele wakati wa mateso. Na tukakubaliana na yeye kweli. Sasa anasema katika fungu la pili, anasema hatuwezi ogopa ijapo milima ijapo tetemeka, ijapo yupo. Sasa katika kitabu cha Yeremia tunapata ya kwamba katika hiyo kitabu cha Zaburi 46:10 amesema atatukuzwa, na wakati hiyo siku, wakati uovu utakapoondolewa, tunazungumzia juu ya ujio wake wa mara ya pili. Katika hiyo siku kuna mambo mengi ambayo yatakayofanyika vile tumeona. Tumeona kwamba katika kitabu cha Yeremia 4:23, acha nisome hilo fungu moja tu. Inasema ya kwamba naliangalia nchi na tazama ilikuwa ukiwa, haina watu. Nalisiangalia mbingu nazo zilikiwa hazina nuru. Niliangalia milima na tazama ilitetemeka, na milima yote ilisogea huku na huku. Yaani katika siku hiyo kuna mambo ambayo yatatendeka ya kutisha. Na mengine tunayaona, lakini mengine hatutaweza kuyaelewa. Sisi tunaona tu ni mambo ambayo, matukio ambayo yatatokea ambayo ya kutisha. Na tunaona ya kwamba hata katika hayo matukio ambayo tutaona siku hiyo, pia serikali hizi za kidunia zitapita, zitaweza kuondoka, zitaathiriwa pia. Sio milima peke yake itatetemeka ama nini peke yake. Pia serikali za ulimwengu zitaathirika. Sasa tumaini ni lipi ambalo tunaona katika hiyo matukio ya machafuko? Tukiangalia katika kitabu cha Wafilipi ni 3 mstari wa 20, wacha nisome. Inasema kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni, kutoka huko tena tunatazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Yaani ina maana hapa mahali tulipo, mahali machafuko haya yako kwa sasa, mahali mateso haya yako kwa sasa, si kwetu. Hata ingawa tunapitia changamoto, tunaona ya kwamba katika hiyo siku tutapata ukombozi wetu kutoka kwa nani? Wakati Yesu atakaporudi. Sasa wakati wengine watakuwa wanatetemeka huku na kule na kuhangaika, lakini sisi tutakuwa na ujasiri wa kusimama tukingoja mkombozi wetu. Na hapo tunapata tumaini katikati ya nini? Ya machafuko. Asante mwalimu. Asante mwalimu Mamboleo kwa ufafanuzi huo. Nafasi tunaomba mwalimu Dennis utuchukue chini ya miguu yake. Ni miguu ya nani? Na chini ya hii miguu ni nini itaendelea? Asante sana. Tumeona tumaini katikati ya machafuko. Na tumeona Kristo atakaporudi atachukua wateule wake. Ambapo nasi pia tuko na tumaini hilo kwamba tutakuwa pamoja hapo tukifuata sheria zake. Na katika chini ya miguu yake ni ardhi ambapo sisi wanadamu tulipo. Na katika ardhi hii tulipo tunamuona mwovu ako katikati yetu. Ndipo katika kitabu cha Ayubu 1 aya yake ya 7 anamuita shetani. Anamuuliza unatoka wapi? Na asema nimekuwa nikipitapita humu tu. Yaani ameona kana kwamba Mungu ameingilia makazi yake. Miliki yake ambayo haistahili kuwa miliki ya nani? Ya Mungu. Sasa anaona yeye ndiye anafaa kuwa pale.
Shetani alikuwa anatangaza umiliki katika ulimwengu huu. Jinsi sahihi tunaona anavyotangaza miliki yake, tumeona ulimwengu ukiingia katika mahovu kwa ajili ya kupata pato. Wanamsahau Mungu. Wanamsahau Mungu. Yaani wanaona kwamba shetani ndiye mwenye kumiliki kila kitu. Tunamwona hata akimchukua Yesu akimwambia utakapo ni sujudu basi nitakupia haya mali yote. Ulimwengu wa sasa tumeangukia mikononi mwa shetani. Lakini chini ya miguu yake tunapata tumaini. Ndio tunapata tumaini. Ellen G. White katika kitabu chake akizungumzia kile ambacho Kristo anafanya mwishoni mwa millennium. Ellen G. White anapozungumzia kuhusu miisho ya dunia, anazungumzia ulimwengu huu tunaoishi. Utafika mwisho wake. Jinsi mwalimu aliyetangulia alivyosema kwamba hapa tulipoishi ni kwa muda tu. Kuna mahali tulioandaliwa. Na mahali hapo tulipopaandaliwa, Zekaria 14 aya yake ya 5, Zekaria 4 aya yake ya 9 amezungumzia mji huo tulioandaliwa ambaye ni Yerusalemu mpya. Na Yerusalemu mpya hii ambayo tulioandaliwa mwisho wake utakapofika tutaiona. Kwa somo lililopita wiki iliyopita ya juzi tuliona kwamba mwanadamu ametamani kurudisha Yerusalemu iliyopotea. Edeni iliyopotea ambayo mwanadamu mpaka wale hajui hiyo Edeni ilikuwa wapi. Lakini ilikuwa katika ulimwengu huu. Tunaona wakitaka kurudisha Yerusalemu. Sababu tuliona mfalme akijenga mji wa Babeli. Tumeona pia na nchi nyingi zikitaka kufanya mazuri kuleta ule urembo wa Yerusalemu. Lakini hata kama wanajaribu hawawezi fanikiwa kwa sababu Yerusalemu mpya itakuja na Mungu mwenyewe. Na hiyo ndio mji tunaosubiria. Na sio kusubiria tu. Tukiendelea kueneza mji wa Yerusalemu jinsi ulivyo. Kuna jambo ulisema kwamba shetani alikuwa anatangaza umiliki wa dunia. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba huu umiliki atapokonywa kwa sababu si wake, na Mungu mwenyewe ndiye atamiliki. Mungu mwenyewe ndiye atamiliki kabisa. Asante sana. Asante mwalimu Dennis, asante mwalimu kwa nafasi hiyo chini ya miguu yake. Divai na damu. Tunaangalia sehemu hii ya divai na damu na tunaona jinsi Zaburi 75 inavyozungumzia. Ni kwamba kulikuwa na milki nyingi zilizokuwa zimethibitika na walijua wamejijenga vizuri. Hata mji wa Yerusalemu ulijengwa vizuri. Kuta zake zilikuwa kuta ambazo zilikuwa madhubuti kiasi ya kuwa waliokuwa ndani walijua hawawezi hata zikaangushwa. Kinaangalia kuna mfalme Senakeribu alikuja na Senakeribu alikuwa akiingia mahali anabomoa kila kitu. Hata ijapo huo mji uliitwa kwa jina la Mungu. Ni nini ambalo tunafundishwa hapa? Ni kwamba Mungu alivyo msaada tele wakati wa mateso ama wakati wa machafuko, kuna tumaini. Ni kwamba hata hawa watu ambao waliishi katika miji hii ambayo ilikuja na ikatekwa nyara, kuna matumaini hata katika kutekwa nyara. Na pia tunaona ya kuwa machafuko na matatizo ambayo yanaendelea hata leo na maisha ambayo wanadamu wanaishi leo ni maisha ambayo hayamtukuzi Mungu. Tunaona ya kuwa maadili yameachwa. Wengi wamekubali hata kuhalalisha ndoa za jinsia moja. Lesbianism imekubalika. Mashoga wamekubalika. Na hii na wanasema wakubalike jinsi walivyo. Na wanadai haki yao. Hakuna haki mbele za Mungu za ndoa ya jinsia moja. Tupende tusipende, Sodomu na Gomora ya zamani ile bado mpaka leo ipo. Na Sodoma na Gomora kitu ilifanyika ni kuangamizwa milele. Na ulimwengu wa sasa umewekewa akiba kwa moto na utaangamizwa katika ghadhabu ya Mungu ambayo ni kikombe ambacho ulimwengu utakinywea. Na divai hii ni divai ambayo haitachanganywa na lolote kwa sababu ghadhabu ya Mungu inaangalia uovu, hauwezi kusimama mbele za Mungu. Kwa hivyo ni mimi na wewe tujiulize, ghadhabu ya Mungu itakapomwagwa kuangamiza uovu,
mimi na wewe tutapona ama tutakuwa katika uangamivu. Mungu atusaidie ili tusiingie katika divai hii ya ghadhabu ya Mungu ambayo itamwagwa kwa ajili ya waovu. Wokovu wako ujulikane. Mwalimu Mambo Leo, wokovu wako utajulikana vipi na ujulikane na nani? Asante sana Mwalimu Eva. Tukiangalia kuna wimbo katika hiyo Zaburi 67, wimbo wa Daudi anaowimba, lakini kuna historia hapa kidogo tunapewa ya kwamba katika institute fulani waliunda rangi nyeusi kabisa, na hii rangi ilikuwa ikipakwa sehemu fulani, hata ilikuwa inanyonya mwangaza hata kama ni hizi taa zinatumulika, lakini lazima hii mwangaza imenyonywa mpaka hata huwezi kuona hicho kitu. Wanasema inanyonya 99.995. Kwa hivyo ni kitu ambayo huwezi kuona. Sasa tunapoangalia katika hiyo Zaburi, tumesema hiyo wimbo wa Daudi katika Zaburi, katika fungu la kwanza anamsihi Mungu atuangazie uso wake, na ya pili anamwambia njia yake ijulikane kwetu. Sasa tunapoona katika ile Ufunuo 14 tuliona ya kwamba wale ambao wamesimama katika mlima Sayuni walikuwa wamepewa kazi maalum ambayo ni sisi kanisa la Masalio. Kazi maalum ambayo tulikuwa tumepewa ni kuwaleta watu katika nyumba ya Mungu na kuwaonyesha vile wana wa Israeli walikuwa wamepewa kazi ya kuangazia ulimwengu, kuwa nuru ya ulimwengu. Na Mungu alikuwa amesema ya kwamba hekalu lake litakuwa nyumba ya maombi na ya watu mataifa yote. Sasa hawa mataifa yote yangekuja katika nyumba ya Mungu kupitia kwa wana wa Israeli. Ndivyo ilivyo katika leo. Sisi kanisa la Masalio, sisi ndio tunafaa kuelekeza watu wa ulimwengu wote katika nyumba ya Mungu. Lakini sasa hapa anasema ya kwamba njia yake ijulikane, yaani sisi Mungu atuonyeshe fadhili na njia yake ijulikane kwetu ili tuwatangazie. Lakini sasa tunapoangalia katika makanisa yetu, ama sisi tunapojiangalia sisi wenyewe ama katika makanisa yetu, je, sisi tunafanya hivyo ama katika mioyo yetu Mungu amejulikana ama tumepaka ile rangi ambayo inaondoa ile mwangaza ambao tulipata katika Yesu Kristo, ule ambao tunafaa kupelekea watu wa ulimwengu. Mioyo yetu tumeipaka ile rangi ambayo inanyonya hiyo mwangaza yote na inatoa. Sisi sasa tumebaki hivyo. Ni hivyo kweli? Ukiangalia rangi hii nyeusi, iwapo sisi tulio kanisani matendo yetu hayataonyesha njia ya Kristo, basi tumekuwa giza ambayo wanaotuona wa ulimwengu hawaoni njia ya Kristo. Lakini iwapo matendo yetu yataambatana na karakta ya Kristo ambayo ni sheria, basi wa ulimwengu hawataona ile giza. Na jambo lingine, mtazamaji wetu, ni kwamba usikate tamaa. Wengi wetu imekuwa wanasema kwamba tuko na maombi yetu yako mara tatu. Huenda Mungu akujibu ama asikujibu ama usubiri. Lakini nataka nikuhakikishie leo mtazamaji wetu kwamba Mungu hakuna ombi alijibu. Kila ombi Mungu ulijibu. Kama ulikuwa unaombea jambo fulani na unaona Mungu hajalijibu, nataka nikuhakikishie leo kwamba Mungu ashalijibu. Amen. Hakuna ombi ambalo Mungu halijibu. Na iwapo kama kuna ombi ambalo Mungu halijibu, basi umeomba kwa ajili ya tamaa zako, jinsi Petro anapotuambia, si kwa sababu naomba kwa sababu ya hizi tamaa zenu tu. Basi iwapo tutaomba kwa njia inayofaa, Mungu wetu ako tayari kutujibu maombi yetu. Asante mwalimu. Najua sasa ndio maana Daudi anaomba ombi hili.
Yes. kwamba Mungu Mungu atuangazie uso. tuangazie. Unajua sasa Amina. amejitambua vile sisi tumejitambua ya kwamba Wenye dhambi. kwa sasa ile giza, ile rangi ndio Imetunyonya imepaka katika, mwanga. imenyonya mwangaza wa Mwenyezi Mungu. Ndio hilo ombi kama sisi, yani Yes. tunaomba pia Ndio. Mungu tuangazie uso wako ili Tuangazie. ile mwanga ije kwetu na Amina. sisi tuweze kusambaza kwa Wengine. ulimwengu. Kumbuka katika Mathayo 28 Mm. fungu lile la 19 19. hadi 20, hakuna kazi ingine tumepewa, Hakuna. ni kwenda ulimwenguni kote na kuwapelekea wenzetu Kila injili. lugha na kila jamii. Kila Haijabagua. taifa wafundishe, wakikubali, wakiamini, wabatizwe na Yesu aweze kuwakomboa ili wawe katika ile hesabu ya wale watakaosimama katika mlima Sayuni, ile hesabu ya mwana kondoo na majina yao yakiwa yako katika nini? Kitabu cha uzima. Kwa hivyo ni jukumu langu, ni jukumu lako mpendwa, unayetusikiza, unayetutazama, tuna kazi ni kupelekea injili, wengine wamjue Yesu, na Yesu atakaporudi mara ya pili tuwe katika lile kundi. Amen. Tunapofika hapo, mtazamaji wangu, tumefika mwisho wa kipindi hiki, na ninakualika ukaweze kujiunga nasi tena siku ya Jumatano katika Mwanga wa Maandiko TV. Kwa heri na Mungu wa amani akubariki. Tutafungiwa na ombi na mwalimu Demu. Mungu wetu na Baba yetu, tunalihimidi jina lako na kurikimia kwa sababu umekuwa mwema kwetu. Tulipoanza kipindi hiki cha ufumbuzi wa maandiko Mfalme, na ukatuambia kwamba iwapo tutaomba msamaha, wewe utusamehe na usahau. Utusamehe dhambi zetu, utuvute karibu nawe zaidi ya jana. Iwapo kuna mahali tumetenda maovu, iwapo kuna mahali tumenena kinyume na mapenzi yako Mfalme, yaweke yawe sawa. Amen. Katika ulimwengu huu tupo, ni ulimwengu ambao wengi wetu tumekata tamaa, lakini umetupa tumaini kwamba japo dunia yumbe, japo kuwe milima na mabonde, wewe umeushikilia ulimwengu huu, unazidi kutupigania. Ni ombi letu Mfalme wetu siku hii ya leo, zidi kutupigania. Iwapo kuna yale yanayotuzuia kuja miguuni pako, Mfalme wetu tuondolee, na uzidi kutamalaki katika maisha yetu, kwani ni ombi letu kupitia jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mtazamaji, kwa heri. Mungu akubariki. Amen.